mti ambao Mwenyezi Mungu anasema alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Mwenyezi Mungu anapiga mfano mti mzuri kama mfano wa maneno mazuri. Maneno mazuri ni yapi? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na huu ndio ufunguo wa peponi. Ukifanyia tatbiq la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, njia iko nyeupe kwenda peponi. Ndio maana Mtume akisema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yeyote ambaye neno lake la mwisho kuondoka katika ulimwengu ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Allahumma ja'alna minhum. Sasa ndio ufunguo wa peponi. Ndio maana Abu Yazid al-Bastami alipoitwa kule kanisani kaambiwa na Mwenyezi Mungu, kapata ilham ndani ya ndoto yake, idhhab ila al-kanisa ila dini al-yahud, nenda kwa mayahudi katika nyumba yao, la'alla Allah yaftahu bainaka wa bainahum wa huwa khairul fatihin. Mungu atakufungulia njia na yeye ni mbora wa kufungulia watu. Nenda kawape dawa uwanufaishe hawa watu wamepotea. Akasimama baba kutoa misa, kuongoza misa ndani ya kanisa. Abu Yazid naye akaingia. Alipomwona Abu Yazid akashtuka, kwa sababu watu wa ummati Muhammad wanaogopewa. La antum ashaddu rahba, mnaogopewa. Aliposimama baba akasema siwezi kuzungumza kitu, wa bainana rajulun muhammadiyun dakhala ad-dira alaina, yuko mfuasi wa Muhammad kaingia hapa atatufedhehesha, mtoeni kwanza. Watu wakazunguka wanamtafuta, yuko wapi? Akamwambia huyu hapo. Akamwambia wama adraka annahu muhammadi, umemjuaje? Akamwambia ashabu Muhammadin simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hawa wanajulikana, hawa vipaji vyao vya uso vinang'ara na vina alama maalum kwa ajili ya wingi wa kusujudu, wanajulikana, mtoeni. Akasema wallahi sitoki mpaka Mungu ahukumu kati yangu na kati yenu. Akamwambia kama utoki tutakuuliza masuala, ukijibu umesalimika, ukikosa moja tunakuchinja. Akamwambia niko tayari. Akauliza man huwa al-awwal alladhi la thaniya la, ni nani mmoja siokuwa na wa pili? Akamwambia huyo ni Mola wetu, qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Ni nani wa pili wasiokuwa na watatu wake? Akamwambia ni miujiza ya Mwenyezi Mungu miwili ya usiku na mchana. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, ukitoka usiku unaingia mchana, ukitoka mchana unaingia usiku. Ndio vitu viwili havina la tatu. Kaambia wama hiya adharu thalatha, ni ipi miujiza mitatu? Akamwambia mambo matatu. Miujiza mitatu ni adharu Musa, ni nyudhuru za Nabii Musa alipoandamana na Khidr. Idha rakiba fi safinati kharaqaha, idha qatala ghulaman faqatalahu, idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha faabaw an yudayifuhuma. Ndo nyudhuru tatu, hakukuongezeka la nne. Kaambia ni yapi mambo manne yasiyozidi matano? Akamwambia at-Taurah waz-Zabur wal-Injil wal-Qur'an, ni vitabu vinne vya mbinguni. Wakristo, Manasara, Mayahudi walokusanyika pale wanashangaa, huyu mtu aliagana jana kwamba nitakuja kukuuliza haya unijibu, wakati kaingia mgeni hapa. Ni yapi mambo matano hayazidi mambo ya sita? Kaambia as-salawatul khams allati katabahunna Allahu ala ibadihi fi kulli yawmin wa layla, as-subh wal-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha. Ni tano tu au kuna sala ya sita? Hamna, hizo ndo za faradhi. Akauliza ni lipi la sita halina la saba? Akamwambia walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma fi 6 ayyam, tumeumba mbingu saba na ardhi kwa muda wa siku 6. Baba akamuuliza mbona mwisho wa aya Mungu anasema wama masana min lughub, hatukupata shida? Kwa sababu nyinyi mnasema watu wa Sabato Mungu aliumba alafu akachoka akapumzika siku ya saba kwa uchofu wa kuumba mbingu na ardhi. Mungu akakwambieni wama masana min lughub ay ma ta'ibna hatta nastarih, hatukupata shida mpaka tuvumilie tuanze kupumzika. Kisha akamwambia niambie mambo saba ambayo hayana la nane,
akamwambia alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Akamwambia niambie mambo manane ambayo hayana la tisa. Akamwambia wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Akamwambia niambie mambo tisa ambayo hayana la. Akamwambia miujiza ya Musa 9, as-sinina wal falaq wal yad, ile miujiza yote 9 ayati, miujiza 9 ambayo Mungu amempelekea Nabii Musa, ambao wale walipokuwa hawakuamini, fa arsalna ilayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dam. Hii mitano na ile mingine ya Musa mitatu ikawa yote 9, kwa sababu mitano na minne, mkono, bakora, kupasuka na mambo mengine ambayo yametimiza. Akamwambia mambo 10 yanayohitaji ziada. Akamwambia man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kila anachouliza likulli sualin jawab, tena sur'atul ijaba kaannahu ala maw'idin ma'a. Sur'atul ijaba, haraka haraka, hapo kwa hapo. Maana inawezekana mtu akawa na sur'atul ijaba lakini sio sahihi. Wanasema siku moja jua aliambiwa nionyeshe yai lako. Jana imamu aliwaambia wote msikitini kila mmoja kesho aje na yai. Watu walipokuja alfajiri wamekuja na mayai, jua hakuambiwa. Alipouliza imamu kila mmoja kaleta yai lake, ndio wakanyanyua mayai yao. Jua la kwako liko wapi? Akajipigia mbavu akasema kokoiko, mimi jogoo sijali mayai. Suratul ijaba, lakini sio sahihi. Wote wamekuja na mayai ni makoo, mimi jogoo. Jogoo anatoa yai? Ni suratul ijaba, ni haraka haraka kujibu kwake, lakini sio sahihi. Lakini Abu Yazid al-Bastami alikuwa na suratul ijaba, lakini diqqatul fatwa na ijaba ilikuwa sahiha. Ma hiya shajara, niambie kuna mti almukawana, mti wenyewe una 12 ghusnan, matawi 12, fi kulli ghusnin 30 waraqa, katika kila tawi kuna majani 30. Fi kulli ghusnin 30 waraqa, kila tawi majani 30. Fi kulli waraqa 5 thamarat, katika kila tawi kuna matunda 5. 3 fi dhil, matunda 5 yako kwenye kivuli. Wa 2 fi shams, na 2 yako juani. Niambie ni mti gani? Akasema mti ni mwaka, matawi 12 ni miezi 12. Katika kila tawi kuna majani 5, katika kila siku, katika kila mwezi, katika kila mwezi, katika kila siku kuna sala 5. 3 fi dhil, sala 3 ziko katika kivuli, maana yake ziko gizani, alfajiri, magharibi na isha. Wa 2 fi shams, na 2 yako katika jua, maana yake sala 2 zinaswaliwa juani kweupe, ya dhuhuri na alasiri. Akamwambia sasa nitakupigia mafumbo. Akamwambia lete. Akamwambia ma huwa alqabru alladhi sara bi sahibi, ni kaburi gani iliyozunguka na mti wake ndani umezikwa? Akamwambia hutu Yunus faltaqamahu alhutu wa huwa mulim, ni chewa alozunguka na Saidina Yusuf ndani ya tumbo lake. Akamwambia ni watu gani walisema ukweli na watakwenda motoni? Akamwambia ni nyinyi Mayahudi na Manasara. Ukweli gani? So waqalat alyahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat alyahudu ala shay. Wanasara wanaambia Mayahudi hamna la sawa, na Mayahudi wakamwambia na nyinyi Manasara hamna la sawa. Wote wamesema kweli, lakini wapi mahala pao? Motoni, kwa sababu wanasema Mungu ana mtoto, Mungu ana mke, Mungu ana nani. Wamemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shirk. Ni wapi walosema uongo wataingia peponi? Akamwambia ndugu zake Yusuf walisema akalahu dhi'ib, na hajaliwa na mbwa mwitu. Kisha baada Yusuf akamwambia astaghfiru, akawastaghfiria dhambi. La tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum, la tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum. Akawaombea msamaha, na baba yao alisimama, saufa astaghfiru lakum rabbi, tamomba Mungu wangu msamaha akusameheni makosa yenu mlioyatenda. Na Mwenyezi Mungu akiombwa msamaha na samehe, wataibu min adh-dhanbi kama la dhanba la. Kwa ajili hiyo, hayo ndo maswali uliyouliza, na mimi nataka nikuulize swala moja. Wewe umeniuliza maswali yote hayo, mimi sikuulizi mengi kama yako wala magumu kama hayo. Nitakuuliza swala moja tu. Ma huwa miftahul janna, ni upi ufunguo wa peponi? Anasema fa waqafa albaba madh'ura, akasimama father
amechanganyikiwa, anatazama kushoto na kulia. Wanafunzi wake wakamwambia, makweli leo unatutia aibu, atasaluhu kulla as'ilatin fayujibuk, wewe umemuuliza maswali chungu nzima amekujibu, wayasaluka sualan wahidan fatajaz anil ijaba, wewe unauliza swala moja tu unashindwa kujibu. Akasema, ana a'rifu al-ijabata tamama, mimi najua kujibu, najua sahihi ya ijaba, lakini akhafu alaikum, na kuogopeni nyie, nikijibu siwapati tena kanisani. Akaambiwa, qul wa nahnu wara'a, akasema sote tuko pamoja nawe. Akasema, miftahul jannati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Miftahul janna ni neno la ilaha illa Allah, ndio funguo wa peponi. Kanisa zima likasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, likabadilishwa likawa msikiti, watu wakamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni mtu wa manufaa.